Naam, sisi mtazamaji wafuatiaji wa Ropai Online TV. Kile kama story ya Slimop na Ropai update kutoka hapa Ropai Online TV. Lakini nikwambie tu jukumu lako ni moja, ili kupata taarifa zetu na habari usahau kusubscribe, like na share na comment Ropai Online TV. Leo bwana nakuletea habari ambazo zinapasua vichwa vya watu sana, ambapo story ya Harmonize kumpasua Diamond Platinum kwamba yeye bwana sio kijana wa Diamond. Sasa hiyo story bwana imeweza kumfikia hadi Rayvanny. Rayvanny bwana ameweza kuongea leo na waandishi wa habari kwamba hata kama Harmonize atakataa vipi bwana hawezi kupinga, yeye ni kijana wa Diamond tu, na hata yeye mwenyewe amezungumza njia kadhaa ambazo amezipita hadi kufikia pale ambapo alipo. Hilo bwana ndo kitu ambacho kipo. Hebu msikilize kwanza Rayvanny afu then turudi hapa. Nataka nikwambie mimi nisingekuwa Rayvanny, labda kama nisingeenda kwenye freestyle nikakutana kina Babu Tale, Madi, Diamond mpaka kufika hapa. So in life utaki useme timije medali naenda mwenyewe, FIFA ndaingia tu. Unaingiaje kiongozi? You need people around you. It's always like that. Nilitaka nikuulize hapo unaposema kushukuru kushikwa mkono. Juzi kati tulipiga story na Harmonize akakataa kuitwa yeye ni kijana wa Diamond. Wewe kwako unakubali kuitwa kijana wa Diamond au kwako pia inakutesa? Mimi kijana wa Diamond sasa. Nimeshakwambia hapa lazima ukubali. Hata Harmonize kijana wa Diamond. Na ndio maana hata akiongea haichange ukweli kwamba ni kijana wa Diamond. Lakini nyinyi mnashindwa kujua message anayoituma pale. Message anayoituma Harmonize atume message kwamba anamchukia Diamond. Anatuma message ya kwamba anataka watu wampicture yeye kama yeye na vitu vyake. Isitumikane kama mtu mwingine aonekane anakuwa mkubwa kuliko yeye. Lakini sasa kwenye maisha kuna vitu huwezi kuvikataa. Yaani huwezi kukataa kwamba ili ufike kuna watu walikushika mkono. Yaani Harmonize hata tangaza atembee na magari barabara nzima, mimi sio kijana wa Diamond, haichange. Na ndio maana Diamond hawezi kusema atajibu aongee. Ila mnatakiwa mjue season tofauti. Harmonize angekuwa na chuki sana na Diamond, asingekuwa anakutana naye anamkupatia, mara anamfuata anamsalimia. Hizo interview anaongea akiwa mbali, lakini akutana na Diamond anaongea. Mimi nitakwambia hiyo ukweli na siri ambayo unajui. Ukiona watu wanatupiana maneno vile wanaongea ni watu ambao wanakubaliana sana. Yaani Harmonize alikuwa anamkubali sana Diamond. Na Diamond alikuwa anamkubali sana Harmonize. Kwa hawa watu kitokea wamepishana kila mtu anakuwa na ndimu. Ni watu ambao wana yani ni huba. Unanielewa sijui, ni watu ambao hata Mbosso. Diamond anampenda sana Mbosso. Yaani utamuua. Kwa sababu Mbosso kila kitu atamwambia Diamond bwana kazi yangu nataka. Kwa hiyo kitokea umepishana kila mtu anakuwa na hasira. Hivyo ushakuwa na mtu ambaye unampenda sana afu mmepishana, mnakuwa kama ni maadui kufa, lakini ni upendo uliozidi. Harmonize ni msanii pekee aliyofuta tuzo za Diamond. So kweli? Harmonize akatoka safari anamletea nguo Diamond. Jeans nini? Kwa Diamond akiona mtu kama yule wamepishana lazima imuume sana. Au Harmonize akiona mtu kama yule ambaye alimuonyesha respect kama hiyo wamegombana lazima imuume sana. Kwa ukiona maneno yanakuwa ni mengi ni love iliyopitiliza. Mimi naamini hata kuna kipindi Harmonize alimcheki sana Diamond. Hata alikuwa na post Instagram kwamba sitaki ugomvi tena, we family, bro, au kuandika. Kwa hiyo musi concentrate na alivyosema tu mimi sio kijana. Uangalie na pale pia alivyosema anamkubali sana. Nadhani umesikiza vizuri Rayvanny ambavyo amezungumza kwamba imekaje. Lakini hemu sasa chanzo ni kipi? Chanzo ni kwamba ni clip ambayo ya Harmonize akizungumza kwamba Diamond hajamfanyia chochote mwanangu, au vipi? Au tusiseme hajamfanyia chochote lakini yeye sio kijana wa Diamond Platinum. Tusikie hii interview akizungumza na waandishi wa habari Harmonize. Alikiba kufanya ngoma na wewe, watu wakasema mfalme tulia kwanza. Mbona kama hawa vijana wote wa Diamond wewe ndio unafanya nao collab? Yaani Man, I'm a big fish, man. What you talking about? They talking. Yeah, man. Like, I have a record label. Unaongea nini? Wanamaanisha kwamba umetoka kwenye mikono yake. I mean, sasa kutoka kwenye mikono yake huwezi kuwa kijana. Mimi sio kijana, mimi tajiri wewe. Vipi? Umepoa. Wewe. Au unione kama sifa ya tajiri ni kuokotesha, unajua? Usijali tutaokota. Anyway, you know, it's just a people opinion. Lakini mimi ningetaka kufanya nyimbo na Alikiba ningefanya miaka mingi sana. Lakini I told myself nataka siku nikifanya nyimbo na Alikiba tukiwa wote giants.
yani kila mtu anatengeneza misingi yake, kila mtu yani you got the point. Yani sikutaka tuonekane anafanya ngoma na King, kwa sababu King is a king. King yuko hapo, yani like he's been there doing music almost more than 20 years. Yani yuko hapo, utamkuta yuko hapo. So nikasema tu kwamba I love Ali, I've been listening to him long time ago, lakini nataka siku ikitokea tunafanya ngoma it has to be shut down like this. Yani nchi nzima imesimama, yani kwa mnasikiza watu wanafanya nini. Na I've been patient, lakini pia namshukuru pia yeye pia, kwa sababu mtu mwingine angekuwa na opinion nyingine akasema mbona sasa hivi, you got the point. Lakini naona kabisa kwamba okay, it's fine and the right time tumefanya. Kama nilivyokuambia, huu wimbo tumerecord last year. Kia tukiongea mimi na hadi tunakutana sana most of the time. Tunafanya gym pamoja, tunaongea, anambia mdogo wangu, huu wimbo utatoka in the right time. Kuna wakati wake utafika, wimbo utafanya utatoka. That's where YouTube. Nikwambie tu jukumu lako ni moja, kusubscribe, kulike, share na comment Ropai Online TV. Asante. Mastori Mo.